Mwalimu Meck Maxime amecheza mpira wa Tanzania kwenye kiwango ama level ya ushindani. Mwalimu Meck Maxime amecheza mpira wa sukari kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Lakini pia ameitumikia timu ya taifa ya soka Tanzania kwa miaka mingi akiwa kama nahodha. Amefundisha vilabu kadha hapa nchini na taasisi mbalimbali za mchezo mpira wa miguu, lakini hajawahi kutoka kwenda kufundisha au kucheza kokote pale. Kwa hiyo unapata picha kwamba Mwalimu Meck Maxime ni mwalimu ambaye anaifuatilia vizuri ligi kuu ya soka Tanzania bara, ikiwemo Mbeya City iko kushiriki ligi hiyo msimu huu. Kwa hiyo anajua upungufu ama weakness ameziona na uimara ameuona, na ndio maana pia ametoa maoni yake na ushauri wake kiufundi. Tayari management inafanya kazi mambo hayo. Sasa tunajua dirisha dogo linakaribia. Nataka kufahamu vipi nyinyi kama viongozi mmeshatenga budget ya kuona dirisha dogo mnalitumia vyema? Na anayekwenda safari lazima jue mbele kuenda kwa njia panda. Kwa hiyo unapoanza ligi kuu ya soka Tanzania bara, mara nyingi unakuwa na huo mpango. Kinachofuata ni utekelezaji, na sisi sasa hivi tuko kwenye wakati wa kuelekea kwenye utekelezaji. Dirisha likifunguliwa tu utekelezaji unaanza ili kuweza kuziba kile ambacho tunaona kwetu ni gap. Kuna taarifa ambazo tayari zimeshaanza kuzungumzwa, inawezekana hata msimu uliopita zilizungumzwa sana kuhusiana na baadhi ya wachezaji kutoka Yanga, Dennis Nkane akitajwa, Shua Boy Abubakar akitajwa, lakini pia Faridi Musa akitajwa kwamba ni wachezaji ambao wanazungumzwa kwamba Mbeya City mpo tayari kuzipata saini zao wakawasaidia. Kwani nyinyi mnaonaje? Ni sawa mkiwapata hawa wachezaji ambao experience kwenye timu kama hiyo ya Yanga? Kwanza nikwambie tu ukiona nzi mwezi Disemba ujue kesho ilotosha msimu wa embe unakaribia. Kwa hiyo inapokaribia dirisha dogo mara nyingi ama dirisha kubwa mara nyingi yanazungumzwa mengi katika hilo, lakini mwisho wa siku inapoanza tarehe ya kufunguliwa na tarehe ya kufungwa, mwisho wa siku kunakuwa na majibu sahihi kabisa nini ambacho kinafuata mara baada ya kile ambacho kimezungumzwa kama tetesi muda mrefu. Kwa hiyo tunawaambia tu mashabiki wetu na wapenzi wa kandanda nchini wavute subira, tutakwenda kufanya mambo mazuri makubwa kwa ajili ya kuboresha kikosi chetu. Nani anakuja kwetu na nani anatoka kwetu, hilo tutakuja kujifahamisha baadaye utakapofika muda mwafaka na muda sahihi wa kuzungumza hivi. Lakini hawa wachezaji vipi mkiwapata? Inaweza kawa ni faida kwenu Mbeya City, ama mnaona hawezi kuwasaidia endapo mtawapata? Ukimwona mchezaji anahusishwa na Mbeya City ujue Mbeya City ni karibu kubwa, lakini pia bado ndio kusisitiza kwamba hii ama hizi ni tetesi ambazo ziko kwa sasa. Muda ukifika kila kitu kitakuwa bayana. Nini unawaachia sasa mashabiki wa timu ya Mbeya City kwa kipindi hiki? Manake wana vigugumizi kweli kweli kuhusiana na timu namna ambavyo inasuasua kwenye msimamo wa ligi. Huu ndio wakati wa kutupa shida chini na kunyanyua mikono juu. Nawaambia tu kwamba kinachofuata sasa hivi ni burudani mara baada ya marekebisho makubwa kabisa na mazuri ambayo yanakwenda kufanyika kwenye kikosi chetu, tukianzia kwenye benchi la ufundi, lakini pia tunaamini kwenye dirisha dogo tutakwenda kufanya vizuri ili kuhakikisha kwamba tunaboresha timu yetu.